Ukiwa mtu mwenye maono makubwa, angalia vizuri. Na kama una watoto ambao wana maono makubwa, hapa naongea na wazazi. Ukiwa na mwanao ambao unamuona kabisa kwamba huyu maono yake ni makubwa, hakikisha umpeleke sehemu ambako panaendana na maono yake kabla hajafikia viwango vya kuanza kupenda. Amen. Narudia. Kama ukimuona mwanao ana maono makubwa, maono ya maendeleo, maono ya kuwa mtu mkubwa, hakikisha umemtoa karibu na mazingira ambayo hayaendani na maono yake kabla hajafikia kwenye viwango vya kupenda. Amen. Niongee niache. Sema. Ukipoteza muda akifika kwenye viwango vya kupenda, shetani anaweza akatumia upendo wake kuwa sababu ya kuharibu maono yake. Amen. Na unamkuta anaweza kukutana na kabinti au kavulana ambako watapendana sana. Na wanapendana sana mpaka mwenyewe anasema hawa watu wanapendana. Sasa ukimtoa mwanao kipindi kile, aende tu wiki moja nje ya lile eneo, hawezi. Sio kwamba anakupenda wewe, hapana. Kitakachomrudisha ni mahusiano alionayo na kale mtu kake. Amen. Na unamkuta mtu alikuja mjini, lakini baada ya kuja mjini anaanza tu kumkumbuka John wangu, jamani John, yani siwezi kuishi bila John. Yuko radhi aache kazi ambayo alipata mjini ya hela nyingi. Yuko radhi aache mambo yake ya msingi mjini, arudi kwa John wake, kwa sababu hii roho inamwambia hautakiwi kukaa hapa mjini. Muda wako kwa mjini umetosha. Sasa hivi ni wakati wa kurudi kijijini. Na wewe unajikuta una amani. Badala ya kupambana mjini umuite John mjini, bali wewe unapambana utafute hela urudi kijijini. Kwa sababu gani? Kwa sababu roho ya Farao inahakikisha unarudi kwenye utumwa. Sema kila roho inayotaka kunirudisha nyuma, kila roho inayotaka kunirejesha nilikotoka, leo achia kwa jina la Yesu. Achia akili yangu, achia mawazo yangu, achia maono yangu, achia ufahamu wangu kwa jina la Yesu. Hata wewe unaanza kufikiria kwenda kijijini. Na wewe umeanza kufikiria kwenda kijijini. Sio kwamba umeona maisha ya mjini yamekushinda, hapana. Haleluya. Amen. Sio kwamba umeona maisha mjini yamekuwa magumu, hapana. Shida ni kwamba unasikia shauku tu ndani yako. Wacha nirudi. Unaenda kufanya nini? Sina cha kufanya. Nirudi tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Urudi tu. Mwambie jirani yako usirudi. Haleluya. Amen. Usirudi. Nilikuwa na mara yangu ya kwanza kufika kwenye kamji fulani hivi kanaitwa Moba. Nikakutana na shuhuda ambao kuna mtu alitoka hapo, angalia ile mic yako siangalize kule. Alitoka akaenda Marekani. Baada ya kufika Marekani akawa anafanya mambo yake. Lakini baada ya muda akawa rudi kwenu. Aende kazini. Aisi nimemiss Afrika. Nimemiss Afrika mimi jamani. Aisi Afrika. Nimemiss Afrika. Nimemiss Afrika. Nimemiss Afrika. Sawa. Kwa alivyomiss Afrika kama Hilda alivyomiss Afrika na mwenyewe akarudi Dodoma Mionji Prop. Kwa amemiss Afrika. Amemiss Afrika mpaka amemiss tena. Akajipanga mwenyewe, akanunua vitu vyake, akatafuta visa, akapata visa kuja Afrika. Huyo anatoka alipotoka mpaka Afrika. Amemiss mama. Amefika amekaa, muda wake kukaa umeisha. Ikabidi apange kurudi. Amepanga kurudi, haya nataka nirudi. Safari ni saa 9. Ilikafika saa 5 wakawa wamejiandaa, wameandaa chakula, wamekula, akasema ngoja basi nijilaze kidogo kwenye kiti. Alipokaa kwenye kiti akuamka tena. Akaparalyze pale kwenye kile kiti. Safari saa 9. Mtu akalala saa 5. Tena sio kwamba kulala kwa sababu huwezi kulala kwenye kiti. Aliamua tu kwa usingizi tukampita akaweka kichwa hivi na ndo safari. Walipoanza kutafuta namna ya kumtibia, wiki moja mtu akakata. Kwa nini?
Hii roho ilimwambia kule sio sehemu yako. Sehemu yako ni huku na unatakiwa kufanyaje? Unatakiwa kurudi huku. Sasa fikiria, Marekani alikuwa mwenyewe. Kama aliwekeza vitu Marekani, kama ana mambo yake Marekani, kama ana vitu vyake vya thamani Marekani, nani atakayevisafirisha kutoka Marekani mpaka video? Ina maana vile vitu vimefanyaje? Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa sababu hilo inakufanya urudi tu ulikotoka. Sasa kama wewe ulijua kwamba utamisi mama, kwa nini usikae naye? Watu wambie mama mimi sitaji kuacha kunyonya. Nataka tu kama nikiwa mzima kwa sababu napenda sana maziwa. Nianze tu kunyonya, unanipa tu nanyonya kwa sababu nakupenda sana mamangu. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Anasema lazima Sita anasema akaandaliwa gari lake, akawachukua watu wake pamoja naye, tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Misri na maakida juu ya magari hayo yote, na Bwana akaufanya moyo wake wa Farao Misri kuwa mgumu. Kwa wakiona tu kwamba umejitahidi, umetoka kwenye eneo fulani ama wao hawakutaka utoke, wanajipanga wakufuate na wanakufuata kwa kasi ili waweze kukurudisha ulikotoka. Sema sitarudi nilikotoka. Sema sitarudi nilikotoka. Kwa jina la Yesu. Yaani na wewe kama vile unaanza kujisikia muda fulani, nirudi nyumbani. Nimemisi, unaanza kufikiria tu mazingira tumio ambao ulikuwa unakula na Joni, unaanza kufikiria mazingira ya kijijini kwenu. Sasa hizi kama tuko kisimani, sasa hizi kama tunachota maji, sasa hizi kama tunacheza kombolela, na kumbe hiyo michezo haipogo tena. Unaanza kufikiria ngoja tu niende, na mimi niende tu jamani kijijini kwetu niende. Sina hela, sina kitanda mimi, sina godoro mimi, sina TV, sina karimoti mimi. Naweza nikauza. Niende tu kijijini. Nikirudi mjini sitakuja kununua tena. Kumbe nia ya hizi roho zinahakikisha uuze kila kitu ili uendelee kuwa kutumwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema hiyo roho iliyotumwa kwenye maisha yangu ili kunirudisha nyuma, ili kurudisha maono yangu nyuma, ili kurudisha afya yangu nyuma, ili kurudisha kazi yangu nyuma, ili kurudisha kazi yangu nyuma. Leo hiyo roho achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi sitorudi nyuma kwa jina la Yesu. Mimi nitaenda mbele kwa jina la Yesu. Wanachotaka ni wewe urudi tu nyuma. Hawana kingine wanachokitaka kwako. Urudi tu, uanze tena sifuri. Umeanza kupambana mwenyewe kijijini, umenunua godoro, umenunua sijui kanini, umenunua tena sijui kanini, roho tena niende mjini. Niuze tena hivi vitu nipate nauli. Unauza godoro, unauza kitanda, unauza kila kitu ulichonacho. Unachukua ile hela inakusaidia nauli. Unafika mjini hauna pa kuanzia, kijijini tena hauna pa kuanzia. Kwa hiyo unajikuta maisha yako yote yamekuwa ni hivyo. Ukikaaga sehemu unaanzaga unaacha. Unaenda sehemu nyingine unaanza unaacha. Kwa sababu gani? Furaha yao ya hilo ni kuhakikisha umebaki utumwani. Yes. Haleluya. Umebaki utumwani, hauna chochote. Umekuja mjini miaka 3, umeenda kijijini mara 6. Kwa umeenda na ukienda unauza kila kitu huku. Ukienda kijijini sasa ngoja tu basi nikae kijijini. Unakaa kijijini kwa muda, unakaa, baada ya muda tena niende mjini, unauza vitu ambavyo ulinunua kijijini. Unaenda tena mjini unaanza sifuri. Ukifika hapo unauza tu, unanunua vitu. Baada ya kununua vitu tena baada ya muda unaviuza. Unarudi kwa nini? Hilo inakufuata popote ulipo ili kurudisha nyuma. Yes. Amen. Haleluya. Amen. Unataka kuendelea mbele au unataka kurudi nyuma? Kuendelea mbele.
Unataka kuendelea mbele au unataka kurudi nyuma? Kuendelea mbele. Lazima hilo ya Farao ikuachie kama unataka kwenda mbele. Amen. Lazima hilo ya Farao ikuachie kama unataka kwenda mbele. Amen. Ndio maana usiridhike, mapepo yamenitoka, kama yakiwa ni mapepo ya Farao, hata kama amekutoka, tunamwachia after dakika za hivi. Kwa nini tunamwachia huyo mtu? Sisi tutaishije? Na wakati kuna faida anaipata kwangu. Ndio sababu nilisema jana. Haleluya. Amen. Shetani anaweza kuwa na faida kwako, lakini hawezi akakulinda ili aendelee kufaidi na wewe. Amina. Narudia, shetani anaweza akawa na faida kwako, akajua kabisa kwamba huyu mtu nina faida naye, anajisikia kuzini, akatuma roho ya uzinifu, roho ya kubaka. Wewe ukachukua ukaenda kubaka. Sio nimsaidie shetani kufanya kazi yake. Kwa kawaida si lazima akukinge sasa. Lakini sasa ukienda ukishikwa na polisi anakuacha. Amina. Kwa hiyo yeye aliingia akafanya jambo lake. Hapo atakuja kuilipa ni wewe. Ndio maana usifanyage dili yoyote na shetani. Sio bosi mzuri. Amen. Kwa hiyo ukishikwa amebaka shetani anaondoka. Unabaki wewe sasa. Mpaka unaweza kuuliza hivi ilikuwaje jamani? Mbona katoto kadogo haka? Imekuwaje? Imeisha hivi. Yaani aishi mpaka aishi. Uwe tu mvumilivu kama mke wa mlevi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yaani utakuja kugundua kwamba paka hajui kuwa hizi nyama ni za jioni. Wala hizi samaki. Anazila muda wote. Kwa hiyo pambana tu na hali yako. Ndio maana utaki kumwachia nafasi shetani afanye kazi na wewe. Amen. Kwa sababu akishamaliza vitu vyake anakuacha. Unaona shetani tu alinipitia. Sawa, shetani alikupitia yuko wapi? Hayupo. Nani anaonekana? Atakayeenda jela nani? Atakaye kuumia kifungo cha maisha nani? Atakaye kuumia miaka 30 za fikiria. Wewe tu na miaka 20 na upigwe miaka 30. Unatoka huko ukiwa na miaka ngapi? 50 na. Ukunja na kuja kufanya kazi. Paraji. Ukunja na kuja kufanya kazi. Ya kufa. Lakini mtu yeyote yule aliyefungwa kwa sababu ya Mungu, Mungu alimfuata gerezani na akamwokoa mle gerezani. Amen. Haleluya. Amen. Yaani hata kama ukipata shida kwa ajili ya Mungu, ikiwa ni kwa ajili ya Mungu, yule Mungu ambaye uko naye atakufuata mpaka gerezani na atakutoa gerezani na kukutoa nje. Lakini shetani ukifanya naye kazi, ukiingia gerezani, wewe unaingia gerezani, yeye anatoka nje anatafuta mtu mwingine wa kufanya naye kazi. Kwa hiyo shetani anadili na mtu ambaye yuko permanent. Ukiingia gerezani sasa wewe umeingia gerezani, yani umemalizana na wewe, anatafuta mtu ambaye yuko nje. Labda awe na dili ya kufanya tena gerezani, wanakuja na kutumia gerezani. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Wacha tuende kwa kazi ya ngapi? Kazi ya ngapi? Ya tatu ambayo tumeongelea. Twende kazi ya 4. Itafanya mioyo ya watu kuwa ngumu dhidi yako. Inafanya mioyo ya watu wanaokuzunguka kuwa migumu dhidi yako. Kutoka 8. Kuwa migumu. Kutoka 8. Kutoka sura ya 8. Nane 15. Lakini Farao alipoona ya kuwa pana nafuu, akaufanya moyo wake kuwa mzito. Hilo ikikujia katika maisha yako, inahakikisha watu ambao wangeweza kuwa baraka kwako, mioyo yao inakuwa migumu. Yaani hata uhitaji msaada kwa nani, haupati. Hakuna mtu anayejihusisha na wewe. Hakuna mtu anayekusaidia. Kwa nini? Kuna hizi rombo zinakufuatilia. Kwa nini Israeli walikuwa na vita sana kwenye safari yao? Katika safari ya wana wa Israeli, kwa nini kila nchi waliokuwa wanaipita au kila mji waliokuwa wanaupita lazima walikuwa wanapigana? Kwa sababu Farao
aliweka alama kwenye vichwa vyao. Narudia, Farao aliweka alama kwenye vichwa vyao, ambayo hii alama ilikuwa inaonyesha kama wao ni watumwa. Kwa hiyo wanapopita watu wapa uhuru wa kupita, kwa sababu wanajua hawa ni watumwa waliotoka kwa bwana wao. Kwa lazima wapambane, wawashike, wawarudishe kwa bwana wao. Amen. Tuko sawa sawa? Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hizi roho zinapopambana kwa ajili yako, zinahakikisha zinaweka alama. Hata kama ukitoka hapa ukienda sehemu nyingine, utaishi maisha yale yale uliokuwa unaishi hapa. Kwa sababu gani? Kuna alama ambayo inaonyesha huyo mtu hatakiwi. Yaani kuna alama ambayo inafanya mioyo ya watu isiwe nyepesi kwa ajili yako. Inafanya mioyo ya watu iendelee kuwa migumu kwako. Hata kama ukihitaji msaada, hakuna wa kukusaidia. Nimeona mtu amsaidie mtu mwingine, lakini sio wewe. Unajikuta unamwambia mtu, naomba unipe 500, anakunyima. Afu ukipita wewe, mtu mwingine akija anaomba 5000, anapewa. Kwa nini wewe uliomba 500 umenyimwa? Kwa sababu alama ambayo iliwekwa kwenye sura yako inaonyesha kwamba hutakiwi kupewa msaada. Na ni kwa sababu hiyo ndio maana mioyo ya watu ni migumu kwa ajili yako. Lakini leo kila alama iliyowekwa na Farao juu yako iondoke kwa jina la Yesu. 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 Kama naamini sema fire. Weka mikono yako na juu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu.